Makubaliano ya siku 60 ya kusitisha vita kati ya Iran pamoja na Marekani yaliweza kutamatika hapo jana. Ni makubaliano ambayo yalidumu takriban siku 60. Lakini mwisho wa hayo makubaliano, Rais wa Marekani Donald Trump anaibuka na kusema kwamba yeye hataki tena kuendelea na hayo makubaliano ya kusitisha mapigano, amekataa kuongeza muda wa kusitisha mapigano. Yeye anasema tuwaache tu Iran, kwa maana kuwashambulia hawawezi sasa hivi. Nadhani ni hii wiki ya pili baada ya hapa katikati kuwa na mashambulizi mfululizo ambayo Marekani alikuwa anayafanya usiku tu, hasa kwenye maeneo ya pwani ya Iran, kwa maana ya lengo lake lilikuwa ni kuzoofisha defense systems au urushaji wa makombora ambao wanaofanya kutokea pale maeneo ya pwani. Sasa kitu ambacho kimetokea ni Marekani anasema kwamba hatutaki tena kuendelea na kusitisha mapigano, lakini sisi tunaendelea na mashinikizo kwa Iran, ikiwemo tunaweka mzingiro wa baharini, blockage, kwa maana ya kuweza kuzizingira bandari za Irani zisiweze kupokea wala kutoa chochote, kwa maana wasipokee msaada wowote na wala wasiweze kuuza mafuta wala bidhaa yoyote nje wala kupokea. Hiyo ilikuwa ndo kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump, kwamba binafsi naamini yeye kuishambulia Irani hawezi, na kwa sababu hakuna option ya kijeshi. Wameshashambulia sana. Huu ni miezi 6 sasa hivi Marekani tangu walipoanza kufanya mashambulizi mwezi Februari mpaka sasa hivi wameshambulia sana Irani, lakini bila matokeo yoyote. Mambo yanazidi kuwa magumu, viongozi wamewaua, lakini bado hakuna kilichobadilika ndani ya Iran. Lakini kabla ya vita mambo yalikuwa yako shwari, lakini baadaye Iran wakaja kuikaba dunia kwa kuweza kufunga mlango bahari wa Hormuz, na tukashuhudia bei za mafuta zikaweza kupaa na kufikia takriban dola zaidi ya 100 kwa pipa moja. Hali ya dunia ndio ilikuwa imefikia hapo. Kwa hiyo sasa hivi Rais wa Marekani anasema sisi hatuwezi kuongeza tena siku za kukubaliana ili tuendelee kuangalia hali ya vita inaendaje. La sivyo sisi tunaendelea tu na mzingiro wetu wa baharini. Kwa maana nadhani washauri wake wa kijeshi wamemshauri kwamba kuendelea na vita si jambo zuri, kwa sababu vita haviwezi kukupa wewe matokeo, bali ukiweka mzingiro Irani watakuwa wapo katika hali mbaya ya kiuchumi. Sasa kwa nini Marekani amekataa kuongeza siku za kukubaliana na Irani? Kwa sababu tu yale makubaliano yalikuwa yana picha nyingi sana, vipengele viko vingi, lakini miongoni mwa hivyo vipengele ni kuhakikisha kwamba Marekani anaondoa mzingiro ambao ameuweka dhidi ya bandari za Irani. Kwa hiyo na tulishuhudia bwana kwenye yale makubaliano kweli Marekani aliweza kuondoa mzingiro wake. Mzingiro kwa maana ya ni kuhakikisha jeshi la Marekani linazuia meli zote ambazo zinaingia kwenye bandari za Iran zilizobeba bidhaa mbalimbali, ikiwemo chakula kama madawa, ngano, lakini pia bidhaa na meli zote ambazo zinatoka kwenye bandari za Iran haziwezi kupita kwenye ambapo wameweka blockage, yani kwa maana bandari za Iran haziwezi kutoa wala kuingiza meli. Lakini mzingiro mwingine ambao wameuweka ni kuhakikisha, kumbuka Iran wameintroduce vipengele vyao kwamba uwezo kupita Iran, uwezo kupita Hormuz pasina kuweka coordination na jeshi la IRGC au kuweza kutoa taarifa ukapewa kibali na ukapewa njia salama ya kupita, na hicho kibali ukipati bure bila kulipia. Kwa hiyo meli zote ambazo zinalipia au zinafuata utaratibu wa Iran hazitoweza kupita kwenye kizuizi ambacho Marekani amekiweka. Kwa hiyo hiyo ndo karata ambayo Trump amebaki nayo sasa hivi, ni kuhakikisha kwamba tunawekea vikwazo zaidi vya baharini, yani bandari za Iran zisipokee wala kutoa meli. Anaamini kwamba kuna muda ukifika Iran atajisalimisha tu kutokana na hivyo vikwazo, kwa sababu mahitaji muhimu yatakuwa yanaisha katika nchi yake na yeye kuweza kukaa mezani kukubaliana na Marekani. Na kweli taarifa za hivi karibuni, ikiwemo taarifa ya mbunge au speaker wa bunge la Iran Karibu Garibaf, aliweza kutoka hadharani na kuzungumza na kutweet, ikiwemo pia viongozi baadhi ya jeshi la IRGC waliweza kuzungumza hadharani na kusema kwamba huu mzingiro au Hormuz haiwezi kufunguliwa Hormuz mpaka vikwazo vya Marekani vya baharini viweze kuondoshwa.
ni kwa namna gani ambavyo Irani wana feel mzingiro wa Marekani ulivyokuwa mgumu, kwa sababu hawapokei wala hawatoi chochote bidhaa. Kwa mfano hawezi kuagiza gari, hawezi kuagiza bidhaa muhimu kwa washirika wao, kwa sababu mara nyingi biashara Irani alikuwa anaifanya na China kwa uhuru, japo kuna reli. Na nimeona taarifa moja ikiwa inasema kwamba Irani ni nchi kubwa sana, ina squares mile nyingi. Kwa hiyo Marekani hata kama akiweza kuizingira kwa baharini, tuna option. Nimeona reli, wanasafirisha mafuta kupitia reli kuelekea China. Of course wanasafirisha, lakini ni kwa kiwango kidogo. Ukweli ni kwamba mzingiro wa baharini wa Marekani dhidi ya Iran unawakwamisha sana Iran, kwa sababu hawezi kupokea bidhaa nyingi kwa wakati mmoja. Ndege ni option, lakini ndege sio, hawezi kukupa guarantee kwamba unaweza kupokea bidhaa nyingi. Reli pia kadhalika ni option, lakini haiwezi kukupa guarantee kwamba inaweza ikapokea bidhaa nyingi ukilinganisha na kitu kama bahari. Kwa maana meli zikija 4-5 basi mzigo unakuwa ni mwingi. Rais wa Marekani bwana Donald Trump yeye hatoishambulia, na nimeona taarifa kwamba Marekani anataka kutumia nuclear. Kwangu mimi siamini kwamba Marekani atatumia nuclear dhidi ya Iran, kwa sababu hakuna kitakachobadilika. Yani ukishalipua nuclear, kwa mfano Tehran umeipige nuclear, hakuna kitakachobadilika. Utazidi kuangamiza raia, lakini hakuna kitakachobadilika. Iran ni kubwa, bomu la nuclear moja au mawili, matatu mpaka 4 haiwezi kuimaliza Iran. Bado msimamo wao utabaki upo pale pale. Attitude ya Iran itabaki pale pale. Ni ngumu sana kuweza kuibadilisha attitude ya Irani kwa sasa hivi, kwa sababu wao wanaamini kwenye kulinda nchi yao na washa test hivyo. Ndani ya miezi 6 ya vita tumeshuhudia mambo yalivyokuwa. Marekani imeshindwa kubadilisha kila kitu. Kwa hiyo option ambayo Trump anaamini, na hii sio kwamba yeye amefikiria hivyo, ni washauri wake wameamini kwamba tukizidi kuwawekea vikwazo Irani vya baharini, hii ndo option sahihi. Silaha tunaweza tukazitumia tukazimaliza, tunaweza tukatumia rasilimali watu tukawamaliza, lakini tukiwashinikiza wao kwamba mpaka hapa tulipofikia, na kubwa wanachokihitaji ni kuweza kuifungua Hormuz. Yani Marekani hataki chochote kile, Trump hataki chochote. Mwanzo aliingia katika vita akiwa na lengo la kubadili utawala. Hilo ndo lilikuwa lengo, lakini hilo lengo lilikuwa ni lengo la Israel, ambaye aliweza kumvuta mshirika wake Marekani, wakaingia vitani, wakaweza kusababisha hayo. Na kwa lengo la Israel alikuwa anataka utawala wa Irani udondoke, kwa maana utawala ukidondoka ukija utawala mwingine, sio sera hizi ambazo Irani wanaenda nazo hizi, kwamba wanatengeneza labda makombora. Na kwa nini makombora yamekuwa hatari kwa Israel? Ni kwa sababu ya kile kitu ambacho tunaitwa qualitative military edge, kwa maana ndani ya Mashariki ya Kati yote, jeshi ambalo linapaswa kuwa na silaha au jeshi ambalo linapaswa kuwa kubwa na imara zaidi ni Israel peke yake. Irani akiwa na hilo jeshi kubwa, mwisho wa siku anaweza kawasumbua, na wao ile sifa yao inaweza ikaondoka. Irani sio straight moja kwa moja au sio tishio moja kwa moja kwa Israel. Israel kwamba labda Irani anaweza kufanya uchokozi moja kwa moja kwa Israel. Irani hana hilo shida au hana hilo tatizo na hana hilo tishio. Maana ila sasa ni ile sifa tu ya Israel kwamba yes, kwenye Middle East sisi ndio inabidi tuwe jeshi imara hapa Middle East. Kwa hiyo Marekani au Israel au Iran anapokuwa na makombora yenye masafa marefu, anaweza akatupita sisi. Anapokuwa na nuclear akatengeneza bomu, anaweza akatupita sisi kijeshi, akawa na turufu kubwa. Lakini pia hoja yao nyingine wanasema kwamba Iran, hao ni watu wa Israel. Sasa viongozi wa Israel wanasema Iran, wanasema hapigani na Israel kwenye front line moja kwa moja, rahasha, bali wao wanapigana na proxy wao, kwa maana ya Hezbollah Lebanon. Umeelewa kwamba Iran amefungua mstari wa mbele Lebanon, amefungua mstari wa mbele Gaza, kwa maana ya Hamas amefungua mstari wa mbele kwa Houthis, ambao wao moja kwa moja walikuwa wanatishia Israel. Kwa maana ukiangalia, ukimtoa Houthi ambaye yuko mbali, ukimwangalia Hamas yupo karibu kwenye mipaka na Israel, Hezbollah yupo karibu kwenye mipaka ya Israel. Kwa hiyo wanachokisema kwamba
Irani ni tishio kwa sababu anafadhili hivi vitu, na hivi vitu vipo, hawa watu wapo karibu na mipaka yetu. Kwa hiyo mstari wa mbele wa Irani unapigwa na sisi kupitia hawa washirika wake na sio yeye moja kwa moja. Kwa hiyo mstari wangu, na hata kwenye ile msemo wa watu ambao wanasema Israel anataka kuwa na Greater Israel, kwenye ramani Irani hayupo kabisa. Kwa hiyo Irani sio tishio la moja kwa moja kwa Marekani, kwa Israel, ila tu ni kwa sababu ya sifa za Israel, kwamba katika Middle East sisi ndio itabidi tuwe qualitative military edge, sisi ndio inabidi tuwe na jeshi imara. Nchi yoyote ambayo itakuwa na uwezo wa kujitengenezea silaha zake, nchi yoyote katika Mashariki ya Kati itakuwa na uwezo ya kujiundia jeshi lake, jeshi imara, basi sisi tutalipangusa hilo jeshi. Na anaishi hivyo kwa wasiwasi, kwa sababu ile nchi ameipata tu kwa sababu ya zulma. Watu wanasema kipindi hicho ni kwa sababu ya zulma ndo ameipata ile nchi.